Hey good people, karibu tena on our story time. Na siku ya leo tumekuwa tukiangalia stories kutoka kwa Biblia, lakini si hizo peke yake. Leo nataka nikupe kisa ambacho ni cha uhalisia, yani kilifanyika katika taifa hili letu la Kenya. Na katika kisa hiki kuna jamaa ambaye alifanya kitu ambacho aliona ni kidogo sana, lakini kikaokoa maisha ya familia. Praise God. Karibu kwa story time. Naitwa Douglas Omariba. So on our story time today inatoka katika eneo ambalo hawa watu kuna ziwa. Ziwa ni lake. Kuna lake ambayo iko karibu. Sasa sitataja majina kwa sababu sijawaomba ruhusa ndio niwaletee story hii. Sasa siwataji majina. Sasa katika eneo hili ilikuwa kama ni estate hivi, imepakana na ziwa, a lake. Hasa kuna bwenyenye mmoja ambaye alikuwa amenunua compound moja hivi kidogo inashikana na lake. Sasa si unajua yale maisha kabisa, yani uko na compound, mahali pa kuishi, kuna kauwanja kidogo, alafu kuna lake, mnaweza enda fishing na nini. Ule jamaa alikuwa tajiri na alikuwa anajulikana katika eneo lile. Lakini sasa alikuwa na sifa nyingine, kando na kwamba yeye ni tajiri, kwamba alikuwa ni mtu ambaye kidogo kutoa pesa yake ilikuwa ni ngumu. Yaani hapa Kanairo tunamuita mtu mali ngumu sana. Sasa siku moja akapita mwendo wa saa 5 hivi, saa 6, pale katika kile kijiji kulikuwa na mtu ambaye anatengeneza matumbwi. Matumbwi ni boat, wengine watasema ni mashua but kwa Kiswahili sanifu ni matumbwi, boats. Hiyo ndio fundi, hiyo ndio kazi alikuwa anafanya. Sasa huyo tajiri akamwendea akamwambia, ndugu, ningeomba unisaidie kupaka mtumbi wangu ambao walikuwa wanautumia na familia kwenda fishing, ila just for fun. Akamwambia ningependa ukuje unipakie rangi fulani. Akamuuliza rangi gani, wakakubaliana. Akamwambia baada ya kama saa 1-2 uje nyumbani kwake. Ilikuwa inajulikana na kila mtu of course. Si jamaa akajua leo nitaingiza kakitu, akafunga huko, akakimbia amebeba rangi yake, brush mkononi na kila kitu. Akafika akaambiwa boss yuko busy, ameingia mkutano, lakini amewacha ujumbe, ukifika tengeneza ule mtumbwi na ukimaliza pesa yako mama atakupea. Jamaa akaenda kaanza shughuli, akatengeneza akamaliza, akauwekelea mtumbi, ukaachwa mahali ambapo unakauka. Sasa yeye akarudi akasema kazi nimemaliza, akapewa pesa ambayo walikuwa wamekubaliana awali, hakuna nyongeza yoyote, lakini haikuwa imepungua pia. Akarudi zake akaendelea na shughuli zake. It was just a normal day like another day, si mara yake ya kwanza kumtengenezea. Sasa karibu siku kama 3 hivi 4 baadaye, yule tajiri akaenda tena, akarudi mahali pale ambapo yule jamaa huwa anaketi akisubiri customers na kufanya shughuli zingine hapo. Akaenda akatoa bahasha nono, akampea jamaa. Akashindwa, hii bahasha napewa ni ya nini? Alafu najua wanamjua kwamba ni mtu mwenye kwa kutoa kabisa kidogo kuna tatizo. Kwa hivyo alishangaa, huyu jamaa leo hajainipea kitu, ananipea nini? Akamwambia shika. Jamaa anachukua mkono, lakini kitu inamwambia ama uache tu. Akamwambia shika uangalie ndani. Jamaa akachukua bahasha akachungulia, kuangalia ndani, pesa, manoti ya 1000 yamepangika. Jamaa akashtuka, akamuuliza mkubwa, kuna tatizo mahali? Akamwambia pana, hiyo pesa ni yako. Akamwambia nililipwa nilipokuja kutengeneza, kupaka mtumbi wako rangi, nililipwa. Akamwambia ndio najua. Na akamuuliza basi hii pesa unanipea ni gani? Akamwambia sikiliza, nilikuambia ukuje upake mtumbi wangu rangi, bot, kuja upake bot yangu rangi, na ile bot ilikuwa na shimo. Akamwambia
Jamaa akakumbuka kulikuwa na shimo ambayo aliiziba. Akamwambia nakumbuka ndio kulikuwa na shimo, lakini niliiziba. Akamwambia sasa hayo malipo ni ya kuziba ile shimo. Jamaa bado haelewi. Anamuuliza, hii pesa yote, kashimo kalikuwa kadogo, mimi niliziba nikaenda zangu. Actually hata sikusema kwamba nimeziba shimo. Akamwambia, ndugu, sikiliza nikwambie, wakati nilikuita upake rangi nilikuwa najua kuna shimo, lakini sababu nilikuwa na shughuli nyingi za kikazi nikasahau kukwambia uzibe lile shimo. Sasa wakati huu ulipaka rangi ukaenda, siku 2 baadaye watoto wangu walikuja, si kuwa nyumbani, wakachukua ile boat wakaenda fishing. Niliporudi nyumbani majioni, nauliza watoto wako wapi, naambiwa wameenda fishing. Kutumia boti gani? Ile ile ambayo umepaka rangi. Nikakumbuka ilikuwa na shimo, na watoto wangu hawana ujuzi kwamba wangejaribu kuziba ile shimo ama kufanya kitu maji isiingie ndani. Hawana huo ujuzi. Mara moja nilipanic, nikajua kwamba watoto wangu wamekufa. Nikapiga simu kwa dharura, nikauliza masaa mangapi? Mama akaniambia wamemaliza 3 hours. Nikajua kuisha. Nikapiga simu dharura, wakakuja wale watu wa emergency, wakakuja mbio mbio, tukakimbia kwenda kuwatafuta. Tulipofika tunakaribia kwa ziwa, nikawaona wakikuja, wanafuraha, wanapiga story, wanarudi. Sikuelewa. Walipofika na waangalia, naona kabisa ni wanangu. Mashua ile boti ni ile ile. Walipofika tu wakaondoka, niliwahaga, hata wao hawakujua kwa nini. Nikaenda immediate kuangalia mahali ile shimo ilikuwa, nikapata kumbe shimo ilizibwa. Nikawauliza ni wao, wakasema wao hata hawakuwa na ufahamu. Nikauliza mama, ni wewe? Mama akasema mimi hizo vitu sijui. Akamwambia, sikiliza fundi, lile shimo ambalo lilikuwa dogo sana wewe uliliona ukaziba, ndilo ambalo limeokoa maisha ya watoto wangu. Akamwambia, hii pesa ambayo nakupatia si malipo, kwa sababu wanangu wangekufa, hiyo pesa haingetosha kurudisha uhai wao. Now, mbona nimekuambia hii story? Kuna mambo matatu ambayo ni muhimu sana ningependa tujifundishe siku ya leo. Na jambo la kwanza, wema ambao ni mdogo sana unaweza kuokoa maisha. Yaani huu jamaa aliona shimo, ujuzi wa kuziba anao, hakuambiwa azibe shimo, hakulipwa kuziba shimo, lakini akajiambia mwenyewe ataziba shimo na hata ongea, because anyway ilikuwa ni kidogo. Lakini angalia, wema ambao ni mdogo sana unaweza kuokoa maisha. Kuna kitu ambacho unakifanya unaona ni kidogo, wewe unasema hiki chakula kidogo tu nilipatia jirani, kwani ndiye anakuja kunishukuru? Labda hiyo siku they had nothing. Rafiki anakupigia na kuambia naomba unitumie shilingi 100 ama 50. Wewe unaangalia hivyo unajiuliza, lakini Mariba naye ananipima wazimu. Shilingi Mariba, wewe unaweza kosa shilingi 100, lakini hujui kwa wakati huo that 100, that 50 shillings means the world. I'm not talking about me. I am talking about the people close to you. And not even the people close to you only, even strangers. Kuna mtu unaweza kutana naye kwa matatu, umlipie nauli ya shilingi 50 peke yake, lakini jamaa labda hiyo 50 ndio pesa ambayo alikuwa nayo peke yake. Jambo la pili ambalo ningependa tujifundishe kutoka hapa ni kwamba fanya mema hata bila kuonekana. Yaani usitake kila wakati ukifanya kitu kidogo ukuje hapa mtandaoni kutuambia kwamba angalia nimesaidia mtu fulani. Hapana, tenda wema, nenda zako, malipo mwachie Mwenyezi Mungu. Hata kama yule tajiri hangerudi kwenda kumshukuru, Mungu ana njia zake ambazo angeshukuru yule jamaa, na huenda wema ule hangeuona. Wanasema akiba haiozi. Huenda wema ule hangeuona akiwa hai, lakini labda watoto wake ama wajukuu wake. Wewe usiniambie kuna mtu ambaye anaendanga mahali
kabisa, anatritiwa so well mpaka anasema hey, kwani kuna nini? Kuna akiba ambayo iliwekwa mahali na Mungu huwa hasahau. Jambo la tatu na la mwisho, Mungu anaona yale mambo ambayo yamefichika. Yaani kabisa, hata kama watu hawatambui, Mungu anaona kila tendo njema na yeye analipa. I can tell you that for sure. Kama unataka nikuelezee hiyo zaidi, nitafute kando nikuambie. Mungu huwa anaona hiyo. Ningependa nimalize kwa kukwambia hivi kwamba katika maisha haya utakutana na mashimo ya mtumbwi mengi sana, na hayo mashimo huenda ikawa ni maumivu ya mtu. Kuna mtu amekuwa hurt, kuna changamoto, kuna mtu ana njaa. Fanya jambo bila hata kuambiwa. Kuna mtu ambaye kabisa ukimwangalia hivi unaguswa, unasema huyu, na si hata si usaidizi mkubwa, mwingine anakuwa ni kidogo tu. Kuna mtu ambaye ako mahali anangoja connection ya job. Yaani wewe tu kwenda kumention kwamba by the way kuna mtu fulani anaweza fanya hii kazi, inaweza badilisha maisha si ya yule mtu peke yake, lakini ya familia mzima. Kitabu cha Mathayo 25 mstari wa 40, Biblia inasema kwamba kadri mlivyotendea mmoja wa hawa ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Huyo ni Yesu ambaye mwenyewe anazungumza. Huenda hujui, lakini unaweza kuwa sababu ya mtu mwingine kuendelea kuishi. Wema wako kidogo, neno lako, shilingi yako 150, huenda ikawa ndio jambo ambalo linampa mtu mwingine uhai. Kuna watu ambao tuko professionals wa kudunisha watu wengine. Ningependa tubadilike kuanzia leo. Yaani encourage watu wanenee mema na Mungu atakusaidia, lakini Mungu pia atawasaidia. Fanya tofauti, kuwa bora zaidi, uwe wa baraka kwa mtu mwingine. May this story change your perspective in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Naitwa Douglas Omariba. You can subscribe, you can share, you can leave a comment. May God bless you. Thank you.